Habari za jioni, naitwa Dr. Shukuru Masala, napatikana Facebook kwa jina la Dr. Shukuru Masala, na ukiingia YouTube utanikuta kwa jina la channel inaitwa My Health Today. Leo nimekuja hapa, nataka nizungumzie kitu kimoja ambacho ni kwa nini wamama wakishajifungua maziwa huwa hayatoki. Karibu. Hili ni swali au ni changamoto ambayo tunakutana nayo sana mara kwa mara, kwamba nakuta mama ameshajifungua mtoto vizuri na anaanza kumnyonyesha, kwa sababu tunaambiwa anatakiwa mtoto anyonyeshwe ndani ya saa moja baada ya kujifungua. Kwa kama mama hana changamoto yoyote, anatakiwa aanze kumnyonyesha ndani ya saa moja. Na faida tu za kunyonyesha ndani ya saa moja ni kama zifuatazo. Kwanza, mama atajenga uhusiano baina ya mama na mtoto wakati huo atakapoanza kumnyonyesha. Kwa hiyo mtoto atajua huyu ni mama, na hiyo itawajengea uhusiano au bond ile ya kati ya mama na mtoto. Pia faida ya kunyonyesha hayo maziwa ndani ya saa moja itampatia mtoto virutubisho mbalimbali kutoka kwa mama kuja kwake, na pia mtoto atapata kinga ambayo hiyo tunaita ni innate immunity. Mtoto anapata kinga ile ya kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, ambapo tayari kinga inakuwepo katika maziwa. Kwa mtoto akinyonya anapata hiyo faida. Hizo ndio faida ambazo mama akinyonyesha ndani ya saa moja, au unyonyeshaji wa mtoto huwa unasababisha mtoto huyo apate hizo faida. Sasa leo nataka nizungumzie kwa nini sasa wamama tunapoambia wanyonyeshe, wengi wanasema hatuna maziwa. Labda sababu moja ambayo ipo ni sababu ya kifiziolojia, jinsi mwili ambavyo unafanya kazi, kwa sababu tunajua maziwa ya mama yanatengenezwa kwa mechanism ambayo ni feedback mechanism, kwamba yanaanzia ambayo ni feedback mechanism, kwamba baada ya mama kujifungua homoni zinaongezeka. Sasa homoni ambayo inakuwepo kwa ajili ya kutengeneza maziwa ambayo inaitwa prolactin. Kwa homoni hii inatolewa kwenye tezi ya pituitary. Kwa hiyo ikishatolewa hiyo homoni au kichocheo, inaenda moja kwa moja kwenye damu, inasafiri hadi kwenye maziwa. Ikishafika kwenye maziwa, yani titi, sasa ndio hapo utaratibu wote wa kutengeneza maziwa unaendelea. Lakini kutengenezwa kwa hiyo prolactin hormone tu haitoshi kwa ajili ya maziwa kutoka. Utengenezwaji wa maziwa kwa huyu mama pia utategemea unyonyeshaji wenyewe. Kwa hiyo hii ndio ambayo tunaita ni feedback mechanism, ambayo ni positive feedback mechanism, kwamba kadri inavyozidi kukumbushwa ndio inavyotoa kwa kiasi kikubwa. Kwa mtoto anaponyonyeshwa anaanzisha signal ambazo zinaenda hadi kwenye pituitary, sasa kwenda kuzalisha hiyo prolactin hormone kwa wingi. Kwa hiyo unyonyeshaji sasa wa mara kwa mara utamsababisha huyu mama maziwa yaende, hiyo system iende ikakumbushwe kwa ajili ya kutoa maziwa kwa wingi. Kwa hiyo vitu vingine ambavyo sasa ni factor ndogo ndogo ambazo zinaweza kusababisha huyu mama asitoe maziwa ni kama kuwa na stress. Kama mama kajifungua na stress ya mambo ya ndoa au baba wa mtoto au familia au fedha, hiyo stress itaenda kupunguza ile mechanism ya uzalishwaji wa maziwa. Kwa stress pia zinaweza kuwa labda mtu kafanyiwa upasuaji, anaweza akawa maziwa hayatoki. Na pia watu ambao wako kwenye uzao wa kwanza mara nyingi wanapata changamoto, maziwa siku za kwanza yanakuwa hayatoki kwa wingi, kwa sababu
mifumo hii ya uzalishaji wa maziwa inakuwa haijaimarika kama kwa mama ambao tayari wameshajifungua. Kwa hiyo hizo ndo sababu hasa ambazo zinasababisha huyu mama maziwa yatoke kwa manati. Lakini kuna njia ambazo mama anaweza kazifanya ili maziwa yake yatoke kwa wingi, sasa kwa hawa ambao hawazalishi maziwa kwa wingi siku za awali. Vitu ambavyo anaweza kufanya huyu mama ni kwanza ni kumnyonyesha mtoto. Hata kama maziwa yapo, amweke pale kwenye titi, aendelee kuvutavuta maziwa, baadaye yatatengemaa, yatakuwa mengi. Kitu kingine ambacho anaweza kufanya ni kumkamlia mtoto, kwa sababu tunajua kama mtoto hata nyonya maziwa vizuri, wakati huu anaweza akapata changamoto ya manjano, sasa yale ambayo yanasababishwa na kunyonya vizuri. Kwa hiyo kumnyonyesha, kumkamlia, hizo ni njia za asili ambazo wanaweza kufanya. Njia nyingine huwa tunawashauri wa mama kula vizuri vitu vya majimaji, supu, mtoli. Kitu kingine ambacho huwa tunawashauri pia, kuna vyakula ambavyo au ingredients ambazo zikiongezwa kwenye chakula huwa zinakuwa kama stimulant kwenye hiyo pathway na kusababisha maziwa yatoke. Kwa hiyo wamama wakila uji au chakula ambacho kimetiwa pilipili manga, inakuwa inawaongezea maziwa kutoka. Kila chakula ambacho kimeweka mbegu zile za maboga, mtaani wanaita tetele, hiyo imesagwa vizuri au akitafuna hivyo huwa pia inasaidia kuongeza uzalishaji wa maziwa katika hizi siku za awali. Kwa hiyo leo ndo nilitaka nizungumzie hiyo. Nashukuru, muendelee kufollow, kusubscribe na comment na kulike kwenye page ya Dr. Masala na kwenye channel ya My Health Today kwa YouTube. Asante.